Shetani anatumia dhambi kumharibu mtu kwa sababu ndicho kilichoingia ndani ya maisha yake. Ndicho kilichoingia ndani ya moyo wake. Na unajua nini? Shetani anachokitumia cha kwanza, anaingia ndani ya moyo wa mtu na kumwekea kiburi. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho shetani anakiweka ndani ya mtu. Kiburi hichi kinaweza kaa katika namna yoyote ile. Kiburi cha uzima au kiburi cha namna nyingine. Mtu akishakuwa na kiburi hawezi kumsikiliza Mungu. Mtu akishakuwa na kiburi hawezi kujizuia na dhambi. Kiburi kishakaa ndani yake hawezi. Ndicho kilichomtokea shetani. Akiwa kule juu kabla ya kitu kingine chochote, ndani ya moyo wake kuingia kiburi, akasema mimi na uwezo na mimi kuabudiwa. Anaanza kujiinua, maana kiburi pia ni kujiinua. Kuna kitu kinaitwa pride na proud, vote vinaingia pamoja. Akaanza kujiinua, akasema mimi naweza kuwa kama Mungu. Na alipojiinua moyoni mwake, kiburi chake kikamshusha. Akatoka katika ile nafasi. Biblia haijatuambia sana ni mambo gani aliyofanya akasababisha ile adhabu kubwa kama ile ya ziwa la moto. Maana kuna mambo mengine shetani aliyafanya kwa kule. Akatupwa chini. Angalia kitu cha kwanza ambacho anakuja kufanya tena, kuweka anguko la mwanadamu. Hicho kiburi. Yesu alikuwa kule juu. Akasema naweza kuwa kama Mungu alipokuwa kule juu mbinguni. Anakuja kumwambia Hawa hivyo hivyo. Anaomba kila utakuwa kama Mungu, kiburi. Utakuwa kama Mungu. Hawa walivyosikia kwamba atakuwa kama Mungu, akaona kama Mungu ile nafasi yake anafaidi sana. Akala ile tunda akampa na mioka akala. Kiburi kikawashusha. Badala ya kuwa kama Mungu akawa mwisho. Ile nafasi ambayo alikuwa ameichukua ikashuka chini, na ndipo dhambi ilipoingia, kiburi. Ukishakuwa na kiburi hauwezi hata siku moja kuendelea mbele. Hauwezi hata siku moja kutafuta Mungu, kiburi. Na kuna kiburi cha uzima na kuna kiburi kingine tu cha maisha. Ukishakuwa nacho hicho, hauwezi hata siku moja kuona mkono wa Mungu wala kumtumikia Mungu.